Clever TV Flash. Ni muda ambao tena tunawajia na neno la fundisho la leo. Na kama vile unavyoendelea kutusikiliza, mimi ninaitwa mtumishi Nigoza na Katende. Kwa upande wangu wa pili, ningelipenda naye vile vile aweze kujitambulisha. Ndio, asanti. Na mimi naitwa kwa jina ya mtumishi wa Mungu Eliakimu Lukungi, kama mwalikwa katika kipindi cha leo kwa ajili ya kuzungumza maneno ya Mungu pamoja na mtumishi wa Mungu Nigoza na Katende. Asante sana. Ndiyo msikilizaji wa Clever Flash TV, kama vile tulivyojitambulisha, tunakukaribisha kwa muda sasa kuweza kusikia kile ambacho tumeweza kukitayarisha kwa mpango wa leo. Na fundisho letu la leo linasema usipende huyu tofauti na yule. Na neno la ziada tutazungumzia hasara ya kumpenda huyu tofauti na mwingine. Mara nyingi ndani ya jamaa kuna wazazi ambao wanaenda kuwakuta wanaegemea pande moja na huku wanaacha pande nyingine. Hata kwenye makanisa vile vile yale nayo yanaenda kuonekana. Acha nikwambie ya kwamba wote ni wako. Kama uko mzazi, kubali kujua ya kwamba wote ni wako. Na ikiwa uko mtumishi kama vile mimi, acha nikwambie kundi lote la kanisa, jua ya kwamba wote ni wako. Ikiwa una moyo au tabia ya kupendelea pande moja tofauti na pande nyingine, jua kama ni kosa mbele za Mungu. Mungu mwenyewe hakuwa na upendeleo kama vile unavyojijua. Unaposoma katika kitabu cha Yakobo kwa sura 2 na vesi ya kwanza, kuna onyo ambayo mwandishi huyu alionyesha kwa ndugu zake waliotangulia, akisema ya kwamba ndugu zangu wapendwa, msiwe na upendeleo mnao pokuwa mkishiriki na watu wa imani mbele za Bwana Yesu Kristo. Yaani huku huyu mwandishi alipenda kuonyesha hao wapendwa ya kwamba wasiwe na moyo wa upendeleo, kama ikiwa wanaweza kuwa wanakusanyika umati wa maskini au umati wa matajiri, wasikuwe na moyo wa kusema ya kwamba huyu ni wa kule na huyu ni wa huku. Lakini kabla hatujaendelea zaidi, acha tufungue somo letu kwa msomaji ambaye ni mwalikwa naye ndani ya chumba hiki. Atufungulie kwa kitabu cha Mwanzo kwa sura 25 na vesi ya 21 haya 28. Tujue nini ambacho kimeelezwa ndani ya fundisho. Mwanzo 25 sura 25 vesi ya 21 haya 28. Ndio tunasoma katika kitabu cha Mwanzo 25 21 hadi 28. Isaka akamwambia Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba, watoto wakashinda tumboni mwake. Naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa wawili wako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha walikuwemo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mkunda mwili wote kama vazi la nywele, wakamuita jina lake Esau. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unashika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. Watoto wakakuwa. Esau alikuwa mtu ajuaye kuwinda wanyama, mtu wa nyikani, na Yakobo alikuwa mtu mtulivu, mwenye kukaa imani. Basi Isaka akampenda Esau
kwa sababu alikula mwindo yake, na Rebeka akampenda Yakobo. Amen. Amen. Tunasikia somo ambalo limesema hasara ya kumpenda huyu tofauti na huyu, na zaidi tutalenga kwa versi ya 28 pale ambapo mtumishi msomaji amehitimisha usomi. Tunagundua ya kwamba ndani ya usomi huu tunagundua kulikuwa watu wawili. Mmoja aliitwa Isaka kama vile baba, na mke wake aliitwa Rebeka. Na hao watu wawili walipata neema, wakazaa watoto wa mapasa. Na kati ya watoto wawili wa mapasa, mmoja aliitwa Esau na mwingine akaitwa Yakobo. Na wakati walipopata hii mibaraka, neno linasema ya kwamba ijapokuwa walipata baraka kutoka kwa Mungu, kwa sababu huyu mwanamke alionekana alikawa muda mrefu pasipo kuzaa, lakini kwa versi ya 28 inaonesha ya kwamba wakati hao watoto walikomaa wakakua, hao wazazi wakaonesha upendeleo kati ya watoto wao. Na upendeleo namna gani umeonekana na namna gani umegawanyika? Neno linatuonesha ya kwamba Isaka kama vile baba akampenda Esau, na Rebeka kama vile mama akampenda Yakobo. Tunaona pale tayari kunakuwa hali ya utengano, yaani baba anampenda huyu na mama naye anampenda huyu. Hata katika jamaa, hata kwenye makanisa, jambo kama na hili linaenda kuonekana. Baba, unakuta watu wengine wanasema huyu mtoto anakuwa ni mtoto wa baba, na wengine wanasema huyu mtoto ni mtoto wa mama. Yaani ukamgusa huyu unamgusa mama yake, na ukamgusa huyu maana yake unamtafuta baba yake. Ile ni hali ambayo watu wa nje wameshaisoma na wameshaona. Lakini acha nikwambie ya kwamba ikiwa unakuwa na mpangilio au na tabia kama na hizi, jua ya kwamba kuna hasara ambayo unaenda kuileta. Na ni hasara gani ambayo inaonekana kati ya pande hizi mbili? Msomaji, kwa Mwanzo 27:1-10, tuone namna gani hasara ziliweza kuonekana sasa zikazua nomo. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo 27:1-10. Ikawa Isaka alipokuwa mzee, ndio, na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanao mkubwa, akamwambia, mwanangu, naye akamwitikia, mimi hapa. Akasema, tazama, sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upindo wako, ukaende nyikani, uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile nilipendayo, ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Na Rebeka akasikia Isaka aliposema na Esau mwanawe. Basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete. Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia, nimesikia baba yako akisema na Esau ndugu yako, akinena, niletee mawindo, ukanifanyie chakula kitamu ili nile, na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu, kama nitakavyokuagiza. Enenda sasa kundini, ukanitwalie wanambuzi wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako, namna ile aipendayo. Kisha utampelekea baba yako apate kula, ili akubariki kabla ya kufa kwake. Amen. Amen. Unasikia sasa namna gani hasara ilianza kuonekana kati ya hao watoto wawili. Biblia inasema ya kwamba wakati kadri miaka ilizidi kuendelea, Isaka akawa mdhaifu.
Na mara moja alimwita mtoto wake mkubwa Esau na kumwambia mambo ya baraka. Na wakati alimwambia mambo ya baraka, alimwambia nenda huko porini, wewe ukanitafutie kile ambacho nitakachokitumia, baada ya hapo nitaenda kukubariki. Na kweli kijana akusita na akasikia na akakubali maagizo ya baba. Kumbe kwa verse ya 5 hapo aseme Rebeka kama vile mama wa Esau, mama wa Yakobo, aliposikia namna Isaka anavyosema akiambia Esau, aseme kwa verse ya 6 akamuita Yakobo, akaanza kumwambia siri aliyoisikia toka kwa baba Isaka. Na kwa verse ya 11, ingawa Rebeka aliendelea kumshawishi Yakobo kwa kile ambacho anatakiwa kukifanya ili aibe au akomboe au abebe mibaraka ambayo baba alikuwa anaitayarishia mkubwa yake, aseme Roho wa Mungu akamtembelea Yakobo, akamwambia mamaye kwa utaratibu ya Kikristo na kumsihi, akamwambia aseme hawezi penda apeleke laana, lakini maneno yanasema ya kwamba Rebeka alianza kumtusi yule kijana wake Yakobo kwa hasira kubwa. Pale kwa verse ya 13 aseme kwa hasira kubwa Rebeka wakati anaanza kumtusi na kuanza kuleta jambo la kumlaani Yakobo. Acha nikuondoshee kwanza zile hasara ambazo zilienda kuonekana kati ya watu. Hasara ya kwanza iko jambo la ugomvi na uadui. Jambo la ugomvi na uadui. Msomaji hapo kwa Mwanzo 27. Nenda kwa 41. Tuangalie ugomvi na uadui namna gani ulizuka kati ya watoto wawili. Ndio. Katika 41 inasema hivi. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombarikia Esau. Unasikia? Asante. Aseme wakati ugomvi na uadui ulipozuka, aseme neno linasema aseme Esau akamchukia ndugu yake Yakobo. Acha nikwambie kwamba ukiona ndugu wa tumbo moja wapatani, jua ya kwamba chanzo ni wazazi. Hawa wazazi ndio wanakuwa chanzo ya watu ndani ya familia. Unapoona wapatani, ukiona ndani ya familia watu wapatani, mkubwa kwa mdogo wapatani, kaka na dada wapatani, jua ya kwamba chanzo ni wazazi. Ndio hapo wanaleta ugomvi, wanaleta uadui. Msomaji, hapo kwa Mwanzo 37 verse ya 4 utaona ya kwamba huyu Yakobo tunayemzungumzia, wakati alianza naye kuona jambo kama na hilo, aseme kile kitu ambacho Yakobo alienda kupanda ndani ya kile ambacho wazazi wake walimpandia, aseme kilienda kuonekana hata kwa kijana wake Yusufu. Jinsi Yakobo watu ndugu yake alivyomchukia, ndio sawa na vile Yusufu mtoto wa Yakobo. Huyu Yakobo ambaye aliiba mibaraka ya mkubwa yake kupitia mama, ambaye alileta utengano, ugomvi na uadui. Aseme hata na huyu Yusufu ambaye alikuwa mtoto wa Yakobo, naye wakati alikomaa, aseme ndugu yake nao wakafanya nini? Wakamchukia. Na ndio sababu unaenda kukuta aseme wakaenda kumuuzisha na kuja kumdanganya baba yake Yakobo, aseme Yusufu ameliwa na mnyama wa pori. Kumbe ni lazima tujue ya kwamba sisi wazazi tuepuke mambo kama haya. Ugomvi inapokomaa ndani ya moyo wa mtu, inazua uchungu wa ndani. Jua ya kwamba wakati ugomvi unakomaa, inakuwa inazua uchungu wa ndani. Somaji pale kwa 27:34. Tuangalie uchungu gani ambao ilionekana ndani ya Esau. Wakati alikuja sasa, anatoka mawindoni, anakuta babaye tayari amesha mubariki Yakobo mibaraka ambayo yeye alikuwa anatarajia. Kwa 27:34. 27:34. Mwanzo sura 27. Ndio. Yakobo akararua mavazi yake, akajivika gunia viunoni, na kumulilia mwanawe siku nyingi.
wanawe wote na binti zake. Sio hapo. Mwanzo 27 sura 27 27:34. Tuone namna gani ugomvi wakati inapokoma ndani ya moyo wa mtu, namna gani inakuwa nazua uchungu. Na ni mfano wa Esau wakati aliporudi kutoka mawindoni, akakuta babaye tayari ameshafanya kazi ya mabarikio. Nini alijisikia? Ndio 34. Esau aliposikia maneno ya babaye, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Akamwambia babaye, nibariki na mimi. Mimi nami, babangu. Akasema, nduguyo amekuja kwa ila, akauchukua mbaraka wako. Akasema, je, hakuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejitia mahali pangu mara 2 hizi. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amechukua mbaraka wangu. Akasema, je, ukuniwekea na mimi baraka? Isaka akajibu akamwambia Esau, tazama, nimefanya awe bwana wako, na ndugu zake wote nimemupa kuwa watumishi wake. Kwa nafaka na mvinyo nimevitengemeza, nami nikufanyie nini sasa mwanangu? Esau akamwambia babaye, una mbaraka mmoja tu. Babangu, unibariki na mimi. Mimi nami, babangu Esau. Akapaza sauti yake akalia. Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unaotoka juu, kwa upanga wako wewe utaishi, nao utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakaponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo lako. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombarikia Esau. Akasema moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Amen. Asante mtumishi. Unasikia namna gani ugomvi unaanza na koma? Aseme ugomvi wakati inakoma inakuwa inaleta uchungu ndani ya moyo wa mtu. Tunagundua ya kwamba wakati Esau alifikia babaye, anaanza kumwambia mambo ya mibaraka, nakuta mibaraka tayari ameshayapana. Aseme akanungunika na akalia. Na wakati alilia akamsihi babaye, akamwambia aweze kumubariki, lakini baba akamwambia, ni ile moja ambayo nilikuwa nayo tayari nimeshampatia yule ndugu yako. Usijue ya kwamba au siwaze ya kwamba kwa sauti ambayo Esau alikuwa akizungumza na babaye, alizungumza kwa hali ya raha au alizungumza kwa hali ya kudabasamu, lakini jua ya kwamba alizungumza kwa hali ya uchungu na kwa hali ya maumivu makali ndani ya moyo. Vile vile hasara nyingine ambayo inaenda kuonekana wakati mtu unapendelea huyu tofauti na huyu, jua ya kwamba unapanda mbegu ya utengano. Mbegu ya utengano wakati unapendelea ndani ya jamaa au katika sehemu fulani, kwenye ofisi, sijui kwenye sehemu tofauti, kwenye kazi mbalimbali au kwenye huduma mbalimbali, unampendelea mtu mwingine tofauti na mtu mwingine ambaye yuko karibu, jua ya kwamba unapanda mbegu ya utengano. Mwanzo 27 kwa 43. Tuko tu pale 43. Tuangalie namna gani Rebeka wakati aliona deja utengano unaoingia ndani ya watoto wake wawili, mara moja akamwambia aseme akimbie kwa mjomba wake Labani. 43 pale. Kwa ile 43. Na sasa mwanangu, sikia sauti yangu. Sauti ya nani? Ya Rebeka. Uondoke. Ukimbilie kwa Labani ndugu yangu huko Harani. Ukae kwake siku chache, hata ghadhabu ya ndugu yako igeuke, hata ikuondokee ghadhabu ya ndugu yako. Akasahau aliyomtenda, ndipo nitakapopeleka kwa watu kuchukua kutoka huko. Kwa nini nifiwe nanyi nyote wawili siku moja? Rebeka akamwambia Isaka, rohoni mwangu sina raha kwa sababu ya hao binti za Eti. Kama Yakobo akitoa mke katika binti za Eti, kama hao binti za nchi, maisha yangu yatanifaidia nini?
tunasikia hapa deja yule mzazi ambaye amepanda mbegu ya utengano akawa wa kwanza tena kuanza leta mawazo ya ukimbizi kati ya watoto wawili. Wote wawili ni wake ambao amewazaa. Wote wawili wamemaliza miezi 9 ndani ya tumbo, lakini yeye akawa chanzo tena. Mara moja anamwambia seme ni lazima ukimbilie kwa mjomba wako Labani. Ile hali ya kumwambia kimbilie kwa mjomba wake Labani ni ile hali ya utengano. Ninakumbuka mwandishi mmoja katika nchi ya Ugiriki anaonesha sababu ambazo zinazua upendeleo katika jamaa. Yeye anaonesha kuna vitu vitatu ambavyo vinazua upendeleo katika jamaa. Asema wazazi wengi au watu wengine wanapendelea mtu sababu kupitia mabarikio. Mtu anakubariki, unaweza kuwa na watoto 3, watoto 4, kati ya wale wote unaenda kundua mtu mmoja ndio yuko nakubariki. Anakuletea, anakujua hali ya tumbo, anajua hitaji zako. Njoo ule aseme kuna jamaa ambazo zinakuwa napendelea mtu kama na yule. Akaonesha tena wengine aseme kuna jamaa zingine zinapendelea mtu ni kwa sababu anasikiwa. Ni mtu ambaye wanamweleza kitu anatii. Ni mtu ambaye anaelezwa kitu na anakubali. Ni mtu ambaye anatembelea kwa maelezo na maelekezo ya ule mtu. Na akasema ya kwamba mtu mwingine au jamaa zingine zinapendelea mtu kupitia kujali kwao. Na Yesu naye vile vile alileta mfano kama na huu. Ukisoma kwa Mathayo 21, hapa tutaambia msomaji kutusomea. Mathayo 21:28 hadi 31. Hapa inazungumzia kwamba kulikuwako baba mmoja alikuwa na watoto wake wawili. Wakati alikuwa na watoto wake wawili, aseme mmoja alikuwa akimwambia fanya hiki, anakubali asema atakifanya na hatakifanya. Na mwingine wakati anamwambia fanya hiki, anakubali aseme anaenda, anakataa kama hatafanya kile kitu, kisha baadaye ya masaa anakifanya. Kisha Yesu anauliza, kati ya hao watu wawili ni nani ambaye ameshika sheria ya baba na ni nani ambaye ametii? Ili kanipatia mwangaza na mwelekeo ya yule mwandishi wa huko Ugiriki. Na kwa kumalizia, acha nikwambie jambo lingine ambalo hasara nyingine ambayo inazuka wakati unampendelea huyu na huyu. Maumivu nayo yanaonekana, nayo ni moja ya kuleta hasara kati ya hayo mambo. Na vile vile na ubaridi na mafarakano nayo vile vile inaleta jambo kama na hilo. Kumbe kwa hiyo msikilizaji ambao anaendelea kwenda kunisikia kwa muda kama na wewe nikiwa kwenye runinga yako, acha nikwambie, epuka mambo ya kupendelea huyu tofauti na huyu. Hata kwenye makanisa, kuna makanisa ambao unaweza kuyashiriki, uende kugundua ya kwamba wao wenyewe wa Kristo wanasema huyu mtumishi njoo kwaya yake ile. Au mtu anapendelea ndani ya kanisa kwaya fulani tofauti na kwaya nyingine. Watu wengine wanasema huyu ndio mtumishi tunapendaka tofauti na huyu. Wewe ndio kuwapenda au Mungu ndio kuwapenda? Kwaya zingine samini mtumishi. Wanasema pasipo mtumishi mambo mengine hayawezi yakatembea. Pasipo mtumishi hatuwezi tukaendelea. Jua ya kwamba huduma na kazi ambazo anaenda kuzifanya yule mtumishi ni kupitia Mungu ambaye amemtembelea. Kumbe kwa hiyo ingelikuwa vema uendelee kwenda kujua matatizo, madhara na hasara na matokeo mabaya ambayo inaweza ikaonekana na kwenda kuharibu jamaa ambao unaenda kuiongoza au watoto ambao Mungu amekubariki kuwazaa. Kwa hiyo Mungu aendelee kwenda kulibariki neno na huku aendelee kwenda kutujenga sisi sote kupitia umuhimu wa nguvu ambazo anaendelea kwenda kutuvika. Kwa hiyo tutaenda kufunga maombi, na kabla ya kufunga maombi, acha nikujuze ya kwamba unaweza kuwa na haja ya kutuona kwenye mitandao ni kupitia Clever Flash TV, na vile vile
Kwa upande wetu wa kibinafsi tunagusa hata simu. Kwa Facebook unaweza ukaandika Jefferson Ndigoza na Katende Force utaniona, au kwa WhatsApp unaweza ukaandika tu namba ambazo zitakuwepo hapo, ambazo unaweka alama la kujumlisha 243 89 416 56 na vile vile kwa namba nyingine ya WhatsApp ni ile alama kujumlisha 243 98 na 98 25 126 vile vile kwenye Gmail unaweza ukaandika ndigoza-na-katende@gmail.com. Naendelea kwenda kuwashukuru, pengine ndugu yangu naye anakuwa na namba ambayo wetu wengine wanaweza kuwa na haja ya kumletea jambo fulani au maulizo, anaweza kapea ili twende kwa maombi ya kuhitimisha mafundisho. Ndio, asante sana. Tunashukuru mtumishi wa Mungu Jefferson na Katende, na tunashukuru pia Mungu kwa kutupa fursa kama na hii ambayo tumeshatolea neno la Mungu kwa ajili ya kujua ile ambayo inaonekana kuwa ni upendeleo kati ya watu ambao wanajenga chuki wanapoonesha mambo kama na hiyo. Kwa hiyo tunashukuru kwa kuwa mimi nimekuwa mwalikwa katika kipindi kama na hichi. Nitatokeza namba zangu ni 081 1046954. Hiyo ndiyo namba yangu. Ukitaka kunitafuta utaniita kupitia namba hiyo. Kwa hiyo tunafika kikomo cha kipindi chetu. Tutamuomba Mungu kwa dakika chache inayobakia. Karibu. Asante Mungu, tunakushukuru kwa kutupa fursa kama na hii ambayo tumekuja kutokeza neno hili kwa ajili ya kuonesha watu ambao wanakuwa na moyo wa upendeleo, kwa sababu panapokuwa na upendeleo kunajengwa chuki ambayo inasababisha watu kuwana na inasababisha hasara kubwa. Kwa hiyo tunakushukuru Mungu kwa kutupa fursa kama na hii. Bariki wale waliolisikia neno hili lipate kuwajenga na liwe fursa kuwabadilisha na kuwatoa ile jambo la kuwa na upendeleo, hata kwenye makanisa, hata kwenye kazi, hata kwenye maofisini, hata kwenye uongozi mbalimbali, wasiwe na moyo wa kuleta mambo ya utengano. Kwa hiyo tunasema asanti kwa kuwa umetujalia neema kama na hii ya kutoa ujumbe kupitia mtumishi wako ambaye ni Jefferson Ndigoza na Katende. Uendelee kumbariki na kumupa moyo na ujasiri wa kutulisha neno lingine katika juma litakalokuja. Asanti Mungu kwa fursa kama na hii, kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo tunasema hivyo, amen. Amen. Vile vile tunashukuru Clever TV Flash kwa mambo yote ambayo anaendelea kwenda kufanya, na Mungu aendelee kubariki maono ya mkurugenzi kama vile director wa kampuni hii. Tunasema kwa heri.